hivi, Amos 5:4 anasema hivi, nitafute ninyi mkaishi. 5:4, nitafute ninyi mkaishi. Haleluya. Kumbe kumtafuta Mungu tunaachilia neema ya kuendelea kuishi. Tunapata neema ya kuendelea kuishi. Biblia inasema katika Misali, kumcha Bwana ni kuongeza wingi wa siku za mtu, na kutokumcha Bwana kunapunguza wingi wa siku za kuishi za mtu. Haleluya. Na ndio maana watu ambao wanamtafuta Mungu wamemshika kisawasawa. Ukiwaangalia mpaka leo sura zao ziko vile vile, wanazeeka lakini wako vile vile. Haleluya. Mimi tangu nimeanza kumwangalia mtumishi wa Bwana Mwakasege na mama yetu, mpaka leo ukiwaangalia, yani wananawili vile vile. Haleluya. Hawajachakaa wala hawajazeeka. Kwa sababu gani? Mungu anawalinda, Mungu anawatunza, anailinda miili yao. Nitafuteni ili mkafanye nini? Mkaishi. Maana unapomtafuta Mungu unazidi kuongeza siku za kuishi kwako hapa duniani. Amina. Mungu anakupa neema na kibali cha kuendelea kuishi. Yeye ni mzee wa siku, na siku zetu zina yeye, na yeye ndiye anayetupa. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Biblia inasema bado utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Haleluya. Mungu anajua tunahitaji mavazi. Mungu anajua tunahitaji chakula ili tupate nguvu. Amina. Za kimwili. Amen. Mungu anajua tunahitaji pesa ili mambo yote tuyafanye. Kwa sababu ukitaka kwenda mjini pesa inahitajika, huwezi kwenda kwa miguu. Ukitaka kunywa maji fedha inahitajika, huwezi kunywa maji ya bure. Ukihitaji chochote pesa inahitajika. Hayo Mungu yote anayajua. Ila anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa nini? Na haya mengine manake kwake ni ziada, mtazidishiwa. Manake anachotaka ni yeye awe wa kwanza kwenye maisha yako. Amen. Halafu mengine yafuate. Alisema kwamba malamia yetu atatupa, tutatajirika, lakini wa kwanza awe Mungu. Manake hata kama ukiwa na Mungu na utajiri ulionao utakuwa salama. Hautakusumbua sana kwa sababu unajua aliyekupa ni nani? Ni Mungu. Manake tusijisahau tukaegemea sehemu moja halafu nyingine tukaiacha. Kuna watu mimi wao wananishangaza sana. Wana juhudi na hawalali. Ukipita maeneo ya kule kwetu watu hawalali. Usiku na mchana hawalali. Utasikia tu miangapi 2,000 hawalali. Wanatafuta nini? Riziki. Biblia inasema kwamba usitafute chakula kinachoharibika, tafuteni chakula kisichoharibika. Ni kweli hatujakataa, lakini pamoja na hayo yote Yesu awe ndani yako. Yesu awe ndani yako. Wewe kesho utakavyoweza, lakini Yesu awe ndani yako. Tukisema tuhamishe zile juhudi ambazo tuko nazo huko za kimwili katika kutafuta yale tunayoyatafuta, halafu tukayahamishia upande wa pili wa rohoni, tutafika mbali sana. Amina. Sana. Lakini shetani naye hajalala. Amen. Amen. Sema utafuta kwanza pesa kwanza, Mungu baadaye. Tafuta kwanza uchumi, Mungu baadaye. Ukishamtafuta Mungu toka kwenye umezaliwa umefikia hapo. Ulimwonea wapi? Alikusaidia nini? Amekupa nini? Amekuongeza nini?
tunachiana moyo na zile kauli zetu za tunazojua sisi. Namezana na wewe mwanangu bila hela hapa tutoboi, tutafute kwanza hela. Kanisani tutaenda tu. Haleluya. Tutafute kwanza mafanikio kanisani. Tutaenda tu. Ni kweli hatujakataa. Lakini kuna wakati unakuja haya mafanikio hayana kusaidia. Tuambizane tu kweli. Yesu anasema usitafute chakula kipoteacho bali kile cha uzima wa milele. Yohana 6:27. Ambacho unakula unashiba pako na beua. Alafu baada ya nusu saa una mahala unaenda kukipeleka benki kahifadhiwe. Wewe mwenyewe ukifika lile eneo kikiachilia tu unatamani kufumba mpaka na pua wakati ni cha kwako. Kuna chakula kisichoharibika, neno la Mungu ambalo utakapolisikia leo litakusaidia kesho, litakuvusha sehemu fulani. Kipindi Mungu ananipangia ratiba ya chakula niliona kama ananionea sana, na sikuweza kumuelewa kwa mara ya kwanza. Haleluya. Nasema hadi mimi nisile nikashiba. Utaratibu gani huu? Haleluya. Lakini Biblia inasema hakuna aliyewahi kushindana na Mungu akashinda. Na mimi kwa kweli sikushinda. Haleluya. Nikanyosha mikono nikaamua kufuata kalenda ya Bwana. Kaambia kama unataka 1 2 3, kama unataka nidhihirike kwako unaponiita, kama unataka miujiza itendeke, fuata utaratibu ninaokupa. Haleluya. Punguza vitu fulani. Punguza ulaji. Weka kiwango fulani. Haleluya. Amen. Chakula changu mimi ninachokula nikikupa ushibi. Haleluya. Na mimi nikila kile nashiba kabisa. Nikikupa mimi ninachokula ule au shibi. Ndio taratibu kwamba kula usizidishe. Na ukizidisha tu Mungu anazungumza pale pale. Hiyo siku utashinda, hauna amani, hauna raha. Unaona kama kuna vyakula vimekwamia hapa, havijaenda tumboni. Lakini ukila sasa hivi ambao Mungu anaitaka unakuwa na amani na furaha, yani unakuwa unahisi kama dunia yote ni ya kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa na vyakula vingine ambavyo vinaleta shida kwa mtu ambaye anatafuta nguvu za Mungu au kwa mtu ambaye anamtaka Mungu kikamilifu. Ndio chakula pendo sasa. Bila mtu hajapewa hicho chakula hawezi kuona kama amekula. Na imani mnakifahamu. Amen. Haleluya. Kumsikiliza Mungu ni vizuri. Hakuna mtu aliyekuwa mnene kama mimi. Lakini niangalie sasa hivi. Napendeza nakutia kuna gharama yake. Hiyo gharama yake nikikupa unasema hamna. Wakati mwingine wanajiangalia maybe ni mimi au ni mwenzangu. Hata nikiwafikia watu ambao walikuwa wameshaniona zamani wakisema nasema huyu mama maisha yatakuwa yamekuwa magumu sana, haelewi kinachoendelea. Yaani wakati mwingine ukiwa unatembea unaona kama vile ka upepo kakipita hivyo unaona kama vile unaenda na kale ka upepo. Yote ni kwa sababu ya utukufu wa nani? Mwenye mwili kasema
anasema sasa mimi nina shida gani? Hata nikihurumia na upeleka wapi? Sina pa kupeleka kwa sababu mwili mbinguni hauendi, ni hapa hapo naishia. Sasa na uhurumia kwa namna ipi? Kama mwenye mwili anataka kuharibika, yeye mimi ni nani? Haleluya. Kumsikiliza Mungu ni vizuri. Tafuteni Mungu madamu anapatikana. Mwiteni yeye madamu yuko karibu. Haleluya. Vijana tupo. Vijana tupo. Ujue vijana saa nyingine wasiwaelewi vile. Yaani ukiongea naye kitu baada ya dakika 2 ishabadilika. Yaani siwaelewi. Sijui nani ndiye akasemaje. Kuna jambo ameliona chini ya jua. Mwendo wa vijana akiwa anatembea duniani ni kama vile nini? Kama vile mwendo wa sijui ni simba, sijui ni kuna maana pameandikwa hapo. Yaani hata yeye mwenyewe haelewi. Haleluya. Ujana wako mkabidhi Yesu autawale. Utakuwa mzuri sana. Haleluya. Usiishi kama dunia inavyotaka. Kuna mengine unatakiwa tu yapunguze, uachane nayo. Sio kila kitu lazima kufanye. Sio kila starehe lazima ifanye. Kuna mengine hayaigwi. Linda mwili wako, linda afya yako. Pitia Kristo Yesu. Hapa ninahubiri lakini nasikia moto mkali. Nasikia nimezungukwa na moto mkali. Bwana Yesu asifiwe. Jana unayemtafuta Mungu, unayemtumikia Mungu, tumikie Mungu kwa bidii. Amina. Usitake mambo ya haraka. Amina. Hayatakusaidia, utaangukia babaya. Omba mpaka mbingu ziseme. Omba mpaka mbingu zitoe majibu. Usitake vitu vitendeke kwa haraka. Uweze kujua ni nini Mungu anakufundisha. Ni wapi Mungu anakupitisha. Ni wapi Mungu anakupeleka. Haleluya. Amina. Usimchanganye Mungu na ujana ulio nao. Mungu anasema hahitaji mtu aliyevuguvugu, anahitaji kama wewe umeamua kuwa moto, uwe moto. Na kama umeamua kuwa baridi, uwe baridi. Usifuate kwa kweli fulani anasema amua kwa moyo wako wote bila kulazimishwa. Haleluya. Mtafute Mungu kwa moyo wako wote bila kulazimishwa na mtu. Usije ukasema azi kwa sababu mtu fulani alilazimisha lakini mimi sitaki. Sitaki mambo kama hayo. Kwa nini ujinyime? Kwa nini ujijutie? Kama umeamua kutenda dhambi, yani tenda 100%. Shetani kabisa ajui. Usifanye kwa kuogopa kafanya uchochoroni, itakugharimu. Haleluya. Vijana, nanisikia? Acha zile habari za kusema leo Mungu amesema hivi, leo Mungu amesema wa pinki, kesho Mungu anasema wa njano, kesho Mungu anasema mweusi. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba mazuri ni mengi na macho hayachoki kutazama, na masikio
hayakinai kusikia. Rizika na kile ulichonacho, ili utukufu wa Mungu usiondoke kwako. Unajua unapotenda dhambi kuna utukufu unaondoka. Kuna wingu fulani huwa linaondoka. Unakuwa unajua kabisa hapa niko peke yangu. Hata ule msisimuko wa lile wingu uliokuwa unausikia zamani hauusikii tena. Roho yako inakwambia hapa kabisa uko peke yako. Na ukiwa na Mungu vizuri kuna kawingu fulani unakuwa kahisi ndani yako. Hallelujah. Na wengine huwa wanaimba wanagoma. Sawa. Ile la mwisho Biblia inasema hivi, Matendo sura 17 na ule mstari wa 27. Somee mtu mwenye Biblia aliyefika hapo. 17:27. Matendo 17:27. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone ijapokuwa nasema ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone ijapokuwa awi mbali na kila mmoja wetu. Haleluya. Hii nasema ingawa ili wamtafute Mungu ingawa kwa kweli hayupo mbali na kila mmoja wetu. Haleluya. Maana tunamtafuta Mungu lakini Mungu anasema kwamba yeye hayuko mbali. Hayuko mbali na sisi. Tena Biblia inasema kwamba Mungu wetu yuko karibu sana kuliko hata mavazi tuliyoyavaa. Haleluya. Lakini hapa kinachotafuta ni nini? Mungu anataka aweke utaratibu wa kuzungumza na wewe. Kwamba ingawa hayuko mbali na sisi, ingawa hayuko mbali na kila mmoja wetu, anachotaka ni yale mahusiano yako na yeye. Ni sawa na mtoto anayeishi kwa wazazi. Wazazi siku zote yuko nao karibu, si ndivyo? Lakini kuna vitu wanatakiwa ingie ndani zaidi ili apate siri nyingi kutoka kwa wale wazazi. Unaweza kuwa na mzazi lakini haujui kuzungumza naye. Haleluya. Ila ni mzazi ila haujui namna ya kuzungumza naye. Kuna vitu huwezi kuvipata. Utapata vya kawaida tu lakini vile vya siri vya ndani hautavipata. Haleluya. Hata Mungu anasema kwamba niite nami nitakutikia, nitakuonyesha mambo magumu usiyoyajua. Haleluya. Maana yake kuna vitu ukimtafuta Mungu atakueleza vile ambavyo hauvifahamu, vile ambavyo hauvijui. Lakini kama hujamuita hayo mambo utayajuaje? Atakufunuliaje? Utayajuaje kama mahusiano yako kati yako wewe na yeye hayako vizuri? Haleluya. Unapotengeneza mahusiano mazuri ya kuwa karibu na wazazi wako zaidi na kufanya vitu vidogo
wengine ni neema tu imekuangukia. Amen. Si kwamba wewe ni bora sana kuliko wengine, ni neema tu imekuangukia. Unajua nini mwanangu sasa hivi? Nina 1 2 3. Yeye nyamaza, usimwambie mtu. Haleluya. Heshima yako ibaki, usije ukamzoea sana ukajikuta umepoteza baraka zingine. Maana ushinaye kwa umakini na akili. Napozungumza naye kwa akili na maarifa. Haleluya. Unajua kuna wakati mwingine mzazi anaweza kukuita akakuomba ushauri. Saa nyingine anakupima akili tu, naona utazungumza nini. Haleluya. Sasa kama mzazi anaweza kufanya hivyo, je, Mungu wetu yeye ni zaidi. Unajua nini mwanangu Yeremia? Umeniita hapa katikati nimenyamaza kwa muda mrefu hii. Nilikuwa nataka nijue nikinyamaza utaendelea kuniita au utaacha. Haleluya. Nilitaka nijue, je, utakata tamaa kwa sababu sijaitika? Haleluya. Unajua nini? Nimekupitisha kwenye huu moto mkali, nikitaka tu kujua, je, nikikupitisha utakubali kupita? Bali Mungu anakufundisha kumtegemea yeye peke yake. Unaanza kwa nini hawanipendi? Kila mtu hayuko upande wangu. Kwani mimi nimefanya nini? Haleluya. Kumbe Mungu anakutafuta wewe. Kati ya wale ndugu zako anakutafuta wewe. Kati ya wale ndugu zake na Yusufu anatafuta Yusufu. Pengine wewe ni Yusufu wa sasa na hujijui. Haleluya. Umelima shamba, unategemea utoe kilo 100, utoe majunia 100, utoa debe 1. Na umetumia gharama kubwa. Mungu anaweza karuhusu chochote. Mungu hakaliliwi, hajawahi kukaliliwa. Anaweza karuhusu chochote kikakupata kwa ajili ya utukufu wake. Halafu akisubiri mara 100 yako aje kuzidishie kwa pale ulipopoteza, kwa kupitia uvumilivu wako na kile unachokitamka kwake. Ayubu alipopoteza alirudishiwa zaidi ya vile alivyokuwa navyo. Mungu alisikiliza anasema nini. Na unapopita kwenye jaribu, Mungu aseme kwamba kesho nakupitisha. Yanakujaga tu. Hilo utashangaa tu, unaota ndoto. Unapita kwenye maji mengi, mara uzame, mara uinuke, mara uendelee, lakini bado unavuka. Halafu haujui nini kinachokuja sasa. Mara unapita kwenye msitu mkali, una wanyama, lakini unapita mpaka unavuka, haujui ni nini kinachokuja. Na unaweza kushangaa mwingine anamwambia kwamba Mungu funga siku kadhaa. Halafu usijue kwa nini umeanza kuzifunga zile siku. Dikaja la kuja na ukapita. Kumbe kuna maombi yamekubeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujue wakati mwingine kwamba kwa nini niko hapa, Mungu anatafuta nini na kwa nini niwe hapa. Au kwa nini nakutana na ukame wa namna hii. Yuko kuna wakati mwingine unaweza kaomba, ukaona sikia kabisa kama unachoomba yani hakisikiki. Yani hakitimiki. Yani unasikia kabisa leo haya maombi ni mazito, hayaendeki. Lakini Mungu anakuambia omba. Kuna wakati mwingine unafika mahala yani unachoka kuomba, hauombi tena. Unajua kuna zile hali Mungu huwa anaziachilia. Unakuwa na upako wa
kuomba sana kwa kipindi fulani, au cha kusoma neno sana kwa kipindi fulani, alafu inakuja wakati kipindi sasa hujisikii kusoma neno, hujisikii kuomba, hujisikii kufanya chochote, yani upo tu. Ukiambia kuomba hauombi, yani atele baba katika jina Yesu unaona ulimi ni mzito. Ukiambia kufunga ndio kwanza unahisi njaa kuliko siku zote. Haleluya. Ni vipindi tu ambao huwa vinakuja. Kikija kipindi cha ukame, kinachokubeba ni yale maombi ya nyuma uliyoomba. Ukisikia kiu sana ndani yako ya kufanya kitu sio ya kufanya dhambi, hiyo sasa sio ya kimungu. Haleluya. Ukisikia kiu ya aina yoyote, labda ya kuomba au ya kusoma au ya kushuhudia sana, fanya kwa wakati ule, kwa sababu kinachokuja mbele haukijui. Haleluya. Na unaweza kumwambia Mungu, kwani nini kinapitia? Hapa kanyamaza. Baada ya kile kupita anazungumza sasa. Haleluya. Kwa sasa unaweza kuonekana haustahili, hakuna aliye upande wako, hakuna anayeona samani yako, hayupo. Yaani kama vile unaishi peke yako. Hakuna unayemwambia kitu anaweza kukuelewa. Ni kipindi tu. Kipindi sasa kikifika cha Mungu amejiridhisha, akainuka sasa. Sema mwanangu niko pamoja na wewe. Unashangaa kila kitu kinafunguka. Unaanza kusema kwani haya yote zamani yalikuwa wapi? Sio zamani yalikuwa wapi. Kipindi chako kilikuwa bado. Simama juu. Haleluya. Wakati wako ulikuwa bado. Na ndio maana Yesu wakati wake wa kusulubiwa, wakati ulikuwa bado, walikuwa wakijitahidi sana kumkamata. Wakifika kwake zile nguvu zinawalemea. Biblia inasema wanarudi nyuma, wanaanguka. Alafu anapita katikati yao. Haleluya. Lakini wakati sasa ulipofika, utatukana usiku na mchana. Ukipita wakati wako kutukana, wakati wako wa kuheshimiwa sasa ukifika, kila mtu anasema fulani unakuwa kama wewe unanukia. Kila mtu anakutaka, lakini kipindi kile hakuna aliyekuwa upande wao. Kila kitu kina kipindi chake. Haleluya. Wakati ukifika wa Mungu kuruhusu sasa kwamba mtaa huu kuanzia leo anza kusali, utakuwa unasema kwani hao watu walikuwa wapi? walikuwa kwenye majumba yao. Watu ni wa Bwana. Haleluya. Ana uwezo wa kuwazuia wasije, ili akufundishe namna ya kuomba sana na kumtegemea yeye. Na wakati sasa akiwaruhusu kuja, hata usipopiga goti kuomba, watakuja tu. Kipindi kimefika. Amina. Amen. Nakumbuka kuna wakati sisi tulianzisha mchango wa mchango kwa ajili ya kununua maiki kama hii. Mwezi mzima kapata 15. Na tunaomba na kuomba. Haleluya. Mwezi mzima. Ni kipindi tu. Na tuko tunajua itatoka wapi. Yaani hata 15 tunaona kama vile ni muujiza. Lakini sasa hivi si mtu mmoja anaweza kanunua tu tena akatoka kwenye mfuko wake akaenda kanunua. Kwa sababu ni kipindi tu. Kila kipindi tunachokipitia Mungu huwa anatufundisha kumtegemea yeye. Na kiona unapendwa sana na ndugu zako wanamtetea kila kitu, ataachilia mafarakano hapo. Yesu anasema kwamba hakuleta amani, alileta upanga. Kumfitinisha mtoto na nani? Na mamae. Tena akasema yule ambaye anampenda
mzazi wake kule kuliko mimi halifai. Haleluya. Wengine hapa tu tunamtegemeaga Mungu tu, kwamba Mungu usipofanya hapo sipiti. Lakini tuna ndugu, tuna wazazi. Yaani Mungu anakutengenezea mazingira mpaka unakuwa unasahau kama kuna watu. Unakuwa unajiona uko wewe na Mungu tu. Unasahau kama vile una mjomba, una nani. Yaani hautakuwa wazia wa wazii. Unamuona Mungu tu kwa sababu ya vipindi anavyokupitisha. Anakufundisha kumtegemea yeye na si kutegemea watu. Anasema kwamba amtegemee mwanadamu amelaaniwa, fanyie kuwa kinga yake, bali amtegemee Bwana na kumfanya kuwa kinga yake amebarikiwa. Kumbe tunapoanza kutegemea watu, tunaanza kuimba laana zitupate, laana zitupate. Na tunapoanza kumtegemea Mungu, tunamwambia Mungu tubariki, tuzidishe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatoa zaka? Unamaanisha fungu la 10. Yaani kwamba hata kama ukipata 500 mtu amekupa ya soda hivi, nani huwa anatoa zaka? Tuambizane ukweli sasa. Tunafunga ibada hapo. Yaani nimekuja nimekupa hivi 500, kanywe soda. Nani huwa anatoa zaka kabla hajaenda? Na zaka yake ni 50 tu. Nani huwa anatoa zaka? Nashangaa tu limekuja hilo. Tuambizane tu. Tupone katika hilo. Maana kila unachokipata kitolee zaka. Hata kama nasema mwanangu hapo unakunywa hiyo soda. Sawa, kanywe soda, lakini toa kwanza zaka ya nani? Ya Bwana. Kwenye 1000 ni 100 tu Mungu anataka. Maana anataka uaminifu wako tu. Haleluya. Mimi nilishajifunza sana. Na nisipotoa huwa ninaimba kichwani kwamba leo hujatoa. Na huwa natoa nazidisha na mbegu pale pale. Napanda mbegu. Natoa zaka alafu napanda na mbegu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia uaminifu wako, uaminifu. Usisubiri tu zile ambazo unapata kwenye mishahara mwisho wa mwezi ndio tolee zaka. Kila unachokipata kitolee zaka. Utamshangaa sana Mungu atakavyoachilia baraka kwako. Na ukitaka kula tu anakukumbusha pale pale hujatoa zaka. Kwa sababu gani? Ni utaratibu wako. Haleluya. Mimi ninakuabudu. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Baba yangu, Baba. Mimi ninakuabudu. Baba yangu, Baba. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba yangu Yesu, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua.
kwa ajili ya mchana wa leo. Mwambie Bwana ninakushukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Mwambie asante Roho wa Bwana. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya ibada hii. Mwambie Mungu ninakushukuru. Mwambie Baba ninakushukuru. Mwambie Yesu ninakushukuru. Baba mahala ulipo. Mwambie pokea sifa na utukufu Bwana. Asante Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninasema asante kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya watu wako siku ya leo. Asante kwa neno lako mchana huu wa leo. Asante Mungu maana umesema na sisi ya kwamba tukutafuta wewe maadamu unapatikana. Tukutafuta tukuite wewe maadamu ukaribu. Na sisi Mungu tunaendelea kutafuta wewe. Tunaendelea kutafuta wewe siku zote za maisha yetu. Tunaendelea kutafuta wewe haja ya mioyo yetu. Nikuona tukiwa karibu na wewe Mfalme. Haja na kiu ya mioyo yetu. Nikuona tukitengeneza pamoja na wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu umesema tukikuita na kuacha njia zetu mbaya, Baba utasikia kutoka mbinguni. Baba tunaomba neema yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mchana huu wa leo. Ninatubu Mfalme. Ninaomba rehema. Pale nilipotenda dhambi. Pale nilipokosa. Nikaleta mafarakano kati yangu mimi na wewe. Uso wako kajitenga nami. Baba ninaomba nirehemu siku ya leo. Unisafishe kwa damu yako. Unitakase kwa damu yako. Unitakase kwa damu yako. Damu yako iliyomwagika msalabani ikafanyika kuondolewa dhambi juu ya maisha yangu. Leo ikanisafishe. Leo ikanitakase. Leo ikanisafishe. Leo ikanitakase. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Takasa moyo wangu. Takasa roho yangu. Takasa mawazo yangu. Takasa kunena kwangu. Takasa kutembea kwangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuhitaji wewe. Maishani mwangu. Nakuhitaji wewe. Siku zote za maisha yangu. Nitakazokuwepo hapa duniani. Mungu nakuhitaji wewe. Ninakuhitaji wewe. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisitoke kwenye njia yako. Nisitoke kwenye njia yako. Nisitoke kwenye njia yako. Miguu yangu Bwana. Nisikimbilie maovu. Miguu yangu Bwana. Nisikimbilie maovu. Macho yangu Bwana. Yasitazame maovu. Masikio yangu Bwana. Yasisikie maovu. Nisaidie Bwana. Maana kwa akili zangu siwezi mwenyewe. Roho Mtakatifu ninaomba unisaidie. Wewe ni msaidizi wangu. Wewe ni mwalimu wangu. Nielekeze jinsi ya kuishi nikiwapo hapa duniani. Nifundishe namna ya kutembea nikiwapo hapa duniani. Nifundishe namna ya kupenda nikiwapo hapa duniani. Nielekeze namna ya kuabudu nikiwapo hapa duniani. Nifundishe Roho Bwana. Siwezi bila wewe. Kwa akili zangu siwezi. Ufahamu wangu siwezi. Nakutegemea wewe peke yako. Nakutegemea wewe Bwana. Katikati ya wingi wa maovu, Mungu nakutegemea wewe. Katikati ya wingi wa mazuri ya duniani, Mungu nakutegemea wewe. Niepushe na hayo yote. Niepushe na hayo yote. Niepushe na hayo yote. Niepushe na hayo yote. Kizazi changu. Niepushe Bwana. Niepushe uovu. Niepushe uovu. Niepushe mauti. Niepushie jehanamu. Niepushie moto wa milele. Nakuhitaji wewe Bwana siku zote za maisha yangu. Nakuhitaji wewe Bwana siku zote za maisha yangu. Nakuhitaji wewe Bwana
Maana unapatikana. Maana unapatikana. Na mimi leo nakutafuta. Na mimi leo nakuita. Unitikie Bwana. Uniongoze Bwana. Maana unasema watu wanaongozwa na Roho wa Bwana. Hao ndio wana wa Mungu. Niongoze Bwana. Niongoze Bwana. Peke yangu siwezi. Peke yangu siwezi. Ongoza mama wangu. Ongoza baba wangu. Ongoza ujana wangu. Nisaidie Mungu. Nisaidie Mungu. Haya ni maombi yangu kwako. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Hii ni sala yangu kwako. Nisaidie Bwana. Peke yangu siwezi. Endelea kuomba mala lipo. Rikosha kaya siwezi. Rikosha ya baba. Rikosha kaya baba. Marado boshetelederia masakata berobila masobeberino nikanja pradiva. Siwezi Bwana bila wewe. Siwezi kwenda bila rehema. Siwezi kwenda bila rehema zako. Siwezi kwenda bila utukufu wako. Siwezi kwenda bila uwepo wako. Siwezi kwenda bila nguvu zako. Siwezi kwenda bila wewe Bwana. Wapi nitaenda bila ya neema yako? Wapi nitakanyaga bila ya uweza wako? Wapi nitaishi bila ya uweza wako? Siwezi bila wewe Bwana. Nahitaji uwepo wako katika maisha yangu. Nahitaji mkono wako katika maisha yangu. Nahitaji nguvu zako Bwana. Nahitaji neema yako Jehova. Ile neema ya msalaba, ile neema ya damu ya mwana kondoo, ile neema ambayo Jehova ilitustahilisha ikatufanya kuwa watu, ikatufanya kuwa wanao. Mungu, ile neema yako Jehova, ile neema yako Mungu, ile neema yako Bwana, ile neema yako Jehova, ile neema ya uzima wa milele, ile neema ya uzima wa milele, ile neema ya kukupenda, ile neema ya kukupendeza, ile neema ya kukuishi, ile neema ya kukujua, ile neema Bwana, ile neema ya kutenda haki, ile neema ya kutenda uwezo wako, ile neema ya kutembea katika njia zako. Yesu, naomba mkono wako Baba, ninaomba neema yako Yesu, ninaomba uweza wako Jehova. Mimi ni mwanadamu Yesu, si chochote bila wewe. Nyama tu Bwana, nyama tu Yesu. Bila wewe sina thamani, bila wewe sina thamani. Lekosa lelekita amekaza bragi likaraba ya sayando pevelerina mendiria kosi andaraita ya bakoshi iya mama sayakate ikote sheteleka la prasta chidano iya nakoso maya neka iya radovina ya steviko manderika sando ludias jirido sabrahama mandiria kosha karada likondo iya no sofiri harusu na yaba ya teketi ya neka radusa maya tekozi ya neka Yesu achilie neema yako, Yesu achilie uweza wako, Yesu achilie nguvu zako, Yesu achilie kibali chako Bwana. Mungu achilie neema yako katika maisha yetu. Mungu achilie kibali chako Jehova, kutembea katika mapenzi yako, kufanya iliyo haki yako, kufanya iliyo kweli yako. Yesu tupe neema yako, Yesu tupe neema yako Jehova. Yesu ya maisha yetu, damu yako itusafishe Bwana, damu yako initakase Jehova, itakase kinywa changu, itakase mawazo yangu, itakase moyo wangu, itakase hatua zangu, itakase mikono yangu, itakase Bwana Yesu. Baba,
ninaomba neema yako. Baba, ninaomba mkono wako. Mungu, ninaomba uweza wako. Karaba ya sete katamani moshi makonte ila nosa ayaba iko shanga liko peresio bosha katapraduwa oselala Bwana shida ya konta tilizo bila rio soa ya nima ila shiategi na manda rio shakaina mosa ya ade meruso vele maya tendo Yesu tushike, Yesu tushike kwa mkono wako kama ulivyomshika Petro Bwana alipotaka kusimama, ulimshika mkono Yesu akazama. Maisha yako unayajua, wokovu ulionao unaujua, wokovu wako unaujua, neema ulionayo unaijua wewe. Mwambie nisaidie wake Jehova, neema yako onekane Mungu, uweza wako onekane Bwana katika maisha yako, uweza wako onekane Bwana katika maisha yetu. Tukuone wewe Mungu wa kweli, tuone utukufu wako, tuione neema yako ya uzima, tukuone Bwana katika utukufu wako, tukuone Mungu katika utukufu wako, tukuone Mungu katika enzi yako, tukuone Bwana, tuketi nawe Bwana, niketi nawe Bwana katika kiti chako cha ufalme. Mungu achilie neema yako, Mungu achilie neema yako Jehova, Mungu achilie mkono wako Yesu. Rakatanderia basa, Mungu achilie kibali chako, Mungu Israeli, Mungu achilie neema yako katika maisha yetu. Hakuna mahali taenda bila wewe, hakuna mahali taishia ya mkono wako, hakuna mahali utakapokuja uwepo wako. Wewe Baba kwangu, wewe ni Mungu kwangu Bwana, wewe ni kimbilio na msaada wangu, wewe ni ngome yangu na kimbilio langu Jehova, wewe ndiye ngao yangu, wewe ndiye Baba kwangu Jehova. Rikanda rabaya seteria bokova mimbiria basanda rada boshi mimbiri kora baya setelida ramaya beriso miri nako saraya bereseteliri konda brahave miri oshanda rabaya sope beriku tamende Angalia jioni yako, angalia moyo wako, angalia moyo wako, angalia moyo wako, angalia moyo wako. Siva mini ya pasata prahava liko roshinda rina ma